Hey, what is up what Sasa Samsung wanaplan kuweka privacy screen kwenye S26 Ultra. DJI wametoa gimbal ya DJI RS5 na Apple wametoa software product yao ya kwanza kwa mwaka 2026. Welcome to the Tech Brief. Na kwenye tech news updates, Samsung wametease feature mpya ambayo inakuja kwenye S26 Ultra ambayo wanaita privacy screen. Basically hii ni software feature ambayo inatengeneza kivuli kwenye eneo specific kwenye screen kwa ajili ya kuhide information sensitive. Inafanya kazi kama zinavyofanya kazi privacy screen protector, isipokuwa hii ni software. Kwa hiyo unaweza kai-control ikae sehemu gani specific ambayo ina sensitive information ambazo hutaki watu wa pembeni wazione. Kuna baadhi ya watu wana predict kwamba S26 haitakuwa na innovative features nyingi, kwa hiyo pengine hii ndio itakuwa selling point yao. Okay, cool. Windows 11 imefikisha watumiaji bilioni 1 ikiwa ni siku 1576 tangia release. Na kulingana na Microsoft kumekuwa na ongezeko la watumiaji wa Windows kwa 45% kila mwaka. Hii ikiwa ni improvement ukilinganisha na Windows 10 ambayo ilichukua almost siku 1706 kukamilisha hawa watumiaji bilioni 1. Cool. Ufaransa ina plan kusitisha matumizi ya programs za Microsoft na Zoom na kuanza kutumia programs za ndani ya nchi, especially kwenye kazi za kiserikali. Na among the applications ambazo wana plan kuanza kuzitumia ni Visio ambayo ni online video meeting application kama Zoom, lakini ambayo inatengenezwa ndani ya Ufaransa. Na why am I even talking about this? Nimeleta hili kama taarifa kwa developers wa ndani kwamba it's time waanze kutengeneza applications ambazo ziko stable ili tuishie serikali na sisi tuanze kutumia applications ambazo ziko based ndani ya nchi yetu. Especially wakati huu ambao teknolojia imeimprove sana kiasi kwamba unaweza kutengeneza application kwa kutumia AI. Cool. Na kwenye release ladder, Apple wametoa hardware product yao ya kwanza ya mwaka 2026 ambayo ni AirTag 2. Basically design ni ile ile ya AirTag 1, isipokuwa improvements zilizofanyika ni kwamba precision range imeongezeka mpaka mita 150 kutoka mita 100 ya AirTag 1. Precision finding sasa hivi iko supported mpaka kwenye Apple Watch, ikiwa ni Apple Watch Series 11 na kuendelea, na kwenye Ultra ni Apple Watch Ultra 2 na kuendelea. Lakini pia kuna improvement kwenye speaker ambapo speaker sasa hivi ina sauti mara 2 ya sauti iliyopo kwenye speaker za AirTag 1. AirTag 2 ina second generation ultra wideband ambayo itasaidia kuongeza precision wakati wa kuirocate. Na basically hii second generation ultra wideband chip ndio iliyopo kwenye iPhone 17 series na Apple Watch 11 series ambayo inasaidia uweze kulocate iPhone yako kwa kutumia Find My. Okay, cool. Kwa videographers, DJI wametoa RS5 gimbal. Now what's new? Kwanza kabisa kile kamera kidogo kinachotumika ku track subject wanakiita AI enhanced camera module. Kuna improvement nyingi zimefanyika pale, isipokuwa moja nzuri sana ni kwenye rule of third. Sasa hivi unaweza ukaiweka subject yako kwenye portion specific kwenye grid, then kamera yako ikaendelea kuitrack hiyo subject huku imeikeep kwenye hiyo portion ya grid. Na software update nyingine ni Z-axis indicator ambacho ni keyline kinachoindicate stability kuhakikisha kwamba unapata shots smooth. Kwenye hardware kuna improvement nyingi zimefanyika kwenye hii gimbal, isipokuwa kubwa mbili ni fine tune knobs kwenye kila axis kuhakikisha kwamba wakati wa kubalance axis badala ya kusukuma na kuvuta kwa sasa hivi una adjust knobs. Na nyingine ni kwamba ile briefcase handle sasa hivi imewekewa joystick na record button, kwa hiyo sasa hivi hauhitaji kutumia main handle kurecord. Cool. Na update nyingine ambayo ni minor kwenye release ladder ni kwamba Samsung Tripod imeanza kuuzwa nje ya Korea officially. Tunaongelea ile simu ambayo inauzwa $2,900, almost milioni 7,250,000 za Kitanzania. Cool. Na finally kwenye software and AI updates, Google wameannounce Project Genie ambayo ni experimental tool ambayo unaweza kaitumia kutengeneza 3D environment ambayo unaifikiria wewe kwa kuandika prompt tu. Kama una imagination ya mazingira fulani ambayo hayapo in real life lakini ungependa kuyaona, unaandika prompt, unayadescribe hayo mazingira, then Google Genie inakutengenezea hayo mazingira. Na uzuri ni kwamba ni very interactive. Cool. Hapo wamerelease Creator Studio ambao basically ni correction ya app kama Final Cut Pro, Logic Pro, Compressor, Mainstage na applications zingine kwa subscription ya $129 kwa mwaka au $29 kwa mwezi. Na kama mnavyofahamu applications nyingi za Adobe zina run vizuri kwenye mashine za Apple kwa maana ya iMac na MacBook. Sasa many people are saying that this is Apple trying to take on Adobe. What do you think? Now ladies and gentlemen, this Tech Brief is proudly sponsored by